إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا في رحاب هذه الأيام المباركة حيث أدى الحجيج حجهم وذبح المضحون أضاحيهم، واجتمع لنا في يومنا هذا عيدان: عيد الأضحى وهو يوم الحج الأكبر، وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. ثم تبدأ أيام التشريق، وهي أيام عظيمة لها منزلة عظيمة عند الله تعالى. فهيا بنا نقف هذه الوقفات مع منزلة ومكان أيام وأعمال المشروعة فيها. Ndugu zangu Islam, bado tupo kwenye masiku matukufu, masiku bora kwetu sisi Waislamu. Mahujjaj wametekeleza hija yao na wanaendelea kukamilisha hija yao, na wenye kuchinja mpaka kufikia sasa watu washaanza kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika neema ya siku yetu ya leo ni kwamba zimekutana idi mbili: Idi ya Adha ambayo ndiyo siku ya hija kubwa, lakini kadhalika leo ni idi ya wiki ambayo ni siku ya Ijumaa. Siku hii ni siku ya idi kwa Waislamu, ni siku ya idi ya kila wiki aliyotowekea Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo leo tupo ndani ya idi mbili. Ni fursa adhimu Muislamu kuipata fursa hii. Atakiwa kila mmoja kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hii neema. Kisha baada ya siku ya leo yataanza masiku ya ayyamu tashriq, masiku matatu yanayofuatia baada ya leo. Masiku haya yana daraja kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa muda huu mfupi biidhnillah alkarim tutaangalia nafasi na utukufu wa masiku haya matatu yanayopatikana baada ya Eid ya Adha. Hizi siku ndugu zangu Waislamu zinaitwa ayyamu tashriq, nazo ni siku tatu baada ya ile siku ya kuchinja. Kwa maana hii siku ya 10 uiweke pembeni, uanzie siku ya 11, 12 na 13. Ni ipi sababu ya hizi siku kuitwa ayyamu tashriq? Qila, kumesemwa lianna salata al-eid
inma tusalla ba'da an tashruqa ash-shamsu, imesemwa kwamba zimeitwa ayyamu at-tashriq. Hilo ni kwa sababu swala ya Eid huwa inaswaliwa baada ya kuchomoza kwa jua. Waqila, na kumesemwa, lianna al-hadaya wad-dhahaya la tunharu hatta tashruqa ash-shamsu, zimeitwa ayyamu at-tashriq kwa sababu vile vichinjwa huwa havifai kuchinjwa mpaka baada ya kuchomoza kwa jua na baada ya watu kusali sala ya Eid, ndio maana zikaitwa ayyamu at-tashriq. Waqila, na pia kumesemwa kauli ya tatu, lianna an-nasa kanu yusharriquna fiha luhuma al-hadi wal-adahi, zimeitwa ayyamu at-tashriq kwa sababu watu walikuwa wakianika nyama zinazochinjwa kwa ajili ya udhiya, ay yuqaddidunaha wa yumallihunaha wa yu'arridunaha lish-shamsi lihifdhiha min al-fasad, walikuwa wakizichoma, wakizitia chumvi, wakizikausha kwa jua kwa ajili ya kuzihifadhi nyama zile ili zisipate kuharibika, zipate kuishi kwa muda mrefu. Ndio maana ikaitwa ayyamu at-tashriq, masiku ya kuchoma nyama, masiku ya kuanika nyama. Kwa nini wamefanya hivi? Wadhālika li'adami wujudi mithla hadhihi alwasaili alhadithati lihifdhi alluhumi, kwa sababu zama zao hakupatikana vifaa vya kuhifadhia nyama kwa mfano wa vifaa tulivyokuwa navyo sisi leo. Tuna mafriza, tuna sehemu mbalimbali tunazoweza kuzihifadhi nyama zikaishi muda mrefu, lakini kwa wao huu ndio utaratibu wao waliokuwa wakiutumia. Ndio maana zikaitwa ayyamu at-tashriq kwa sababu wao walikuwa wakichoma pamoja na kuanika nyama. Ayyamu at-tashriq ndizo zile al-ayyamu al-ma'dudat allati dhakaraha Allah ta'ala, ndiyo yale masiku yenye kuhesabiwa aliyoyataja Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala ta'ala, wadhkuru Allah fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi waman ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii inayopatikana ndani ya suratul Baqara aya 203, Allah anawakumbusha na kuwatanabahisha na kuwazindusha na kuwaamrisha Waislamu kwa kuwaambia, wadhkuru Allah fi ayyamin ma'dudat, namtajeni Allah ndani ya masiku yenye kuhesabika. Mtajeni Allah katika yale masiku yenye kuhesabiwa. يقول ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعدودات أيام التشريق. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما alipoifasiri aya hii akasema, Allah amekusudia kwenye aya hii masiku yenye kuhesabiwa ni yale masiku ya ayyamu at-tashriq, siku tatu baada ya siku ya Eid. Wa ayyamu at-tashriq, na hizi siku za tashriqi ndugu zangu Waislamu, hiya al-ayyamu allati yabitu fiha al-hajij bimina kawajibin min wajibati al-hajj 'inda jumhuri al-fuqaha, ndizo siku ambazo mahujaji wanalala katika sehemu ya Mina. Mahujaji hawa wanakwenda kulala kule Mina, na ndiyo maana zikaitwa ayyamu at-tashriq. Na miongoni mwa fadhila zake mahujaji wanakwenda kulala katika sehemu ya Mina. Lakini kadhalika siku za ayyamu at-tashriq mahujaji wanakwenda kufanya jamarat, kutupa vijiwe kwenye jamarati zile tatu, as-sughra wal-wusta wal-kubra. Jamarat ndogo, ya kati na kubwa, wanakwenda kutupa vijiwe 7 kwenye kila jamarat, wanatupa vijiwe 7, na kwenye kila kijiwe kimoja akitupa anamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hizi ayyamu at-tashriq, siku ya kwanza kabisa baada ya siku ya Arafa inaingia siku ya Eid, kisha inaingia siku aliyoitaja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam
katika hadithi ametaja kwamba ayyamu tashriq ni miongoni mwa zile siku ambazo miongoni mwa jina lake ile siku ya kwanza inaitwa yaumul qarr, kama tulivyoisoma katika hadithi katika khutba ya Eid. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema inna a'zama al-ayyami 'inda Allah yawmun nahri thumma yawmul qarr, hakika masiku bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni siku ya kuchinja ambayo ni leo, kisha siku inayofuatia kwa ubora ni yaumul qarr, ni siku ya qarr, nayo ni siku ya kwanza katika ayyamu tashriq, siku ya 11. Hii ndio inaitwa yaumul qarr. Kwa nini imeitwa yaumul qarr? Lianna alhajja yaqirru fiha bimina, kwa sababu yule hujjaji yule aliyekwenda kufanya hija kwa ajili ya Allah huwa anakwenda kupiga kambi katika sehemu ya Mina. Na siku hii ndugu zangu Waislamu ndio afdalu ayami sanati baada yaumi an-nahr, ndio siku bora kwa mwaka baada ya siku ya kuchinja, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hiyo tuna yaumun nahr ambayo ni leo, ni siku bora, lakini tuna yaumul qarr ambayo ni siku ya kesho, siku ya 11, nayo pia ni siku bora. Na hizi ayyamu tashriq ni idi za Waislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Uqba ibn Amir radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala inna yawma an-nahri wa yawma 'arafata wa ayyam at-tashriq hunna 'iduna ahla al-islam wa hunna ayyamu aklin wa shurbin. رواه الإمام الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي. حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hakika siku ya kuchinja ambayo ni siku ya 10 ya leo, na siku ya Arafa ambayo ni siku ya 9, wa ayyam at-tashriq, na yale masiku matatu ya kuchinja, ya kuchoma nyama na kuanika nyama, kwa maana kuanzia siku ya 9, ya 10, ya 11, ya 12 na ya 13. Hizi ni siku 5. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hunna iduna ahla alislam, haya masiku yote ni idi, ni siku za sherehe kwetu sisi Waislamu. Wa hunna ayyamu aklin wa shurbin, na haya ni masiku ya watu kula na kunywa, yani watu watakiwa wale kweli kweli na wanywe kisawa sawa ndani ya masiku haya ya ayyamu at-tashriq. Lakini ayyamu at-tashriq si masiku ya kula na kunywa peke yake, kadhalika ndani yake kuna ibada, kuna kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi iliyokuja inda al-Imam Muslim, hadithi ya Nushaybah al-Hudhali radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ayyamu at-tashriq ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillah, siku tatu baada ya siku ya Eid, siku za kuanika nyama. Siku hizi Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ni siku za kula na kunywa pamoja na kumtaja Allah kwa wingi. Katika riwaya imekuja man kana saiman falyuftir, yoyote ambaye amefunga ndani ya masiku haya basi afturu, asifunge, haruhusiwi mtu kufunga. Fa innaha ayyamu aklin wa shurbin, kwa sababu haya ni masiku ya watu kula na kunywa na kufurahikia neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika yuhramu siyamu hadhihi al-ayyam, na kwa sababu hiyo inaharamishwa kuyafunga masiku haya, ni haramu kufunga masiku haya. Imekuja katika sahihi al-Bukhari hadithi ya nana Aisha radhiyallahu ta'ala anha asema lam yurakhis an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi ayyam at-tashriq an yusamna illa liman lam yajid al-hadya faman kana mu'tadan ala siyam al-ayyam al-bid falyalam أن يوم 13 من ذي الحجة لا يصح صيامه، وإنما يبدأ صيام أيام البيض من يوم 14 وال15. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii ya mama Aisha
Mama Aisha elezea asema lam yurakhis an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi ayyam at-tashriq an yusamna, hajatoa ruhusa mtume sallallahu alayhi wasallam haya masiku ya kuchoma nyama haya kufungwa. Si ruhusa kwa mtu yoyote kufunga ndani ya masiku haya ya kuchoma nyama, kwa sababu masiku haya ni masiku ya watu kula na kunywa na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ajue kila Muislamu ambaye amezoea kufunga labda saumu ya Jumatatu au saumu ya Alhamisi, basi saumu hizi azirukishe kwenye masiku haya matatu, kwa sababu ndani yake kuna ibada kubwa ya watu kumdhukuru Allah pamoja na kula na kunywa na kufurahika. Ndugu zangu Waislamu, ni yapi matendo yanayofanywa ndani ya ayyamu tashriq? Miongoni mwa matendo yanayofanywa ayyamu tashriq, jambo la kwanza ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ala ma an'ama bihi alaina min al-akli min luhumi al-adahi. Jambo la kwanza katika masiku haya tunatakiwa kumshukuru Allah juu ya ile neema ambayo Allah ametupatia, neema ya watu kula nyama za vichinjwa walivyovichinja wenyewe kwa ajili ya kujikurubisha kwa Mola wao subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair fadhkuru isma Allahi 'alayha sawaf fa idha wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika aya hii kwamba Allah ametujalia wanyama ngamia. Albudn ni wale wanyama wa sadaka, wakiwemo ngamia pamoja na ng'ombe, na budn ni jina la kila mnyama mkubwa, anakusudiwa hapa ng'ombe pamoja na ngamia. Allah anasema wanyama hawa tumewajalia kwenu nyinyi ni katika alama ya kuonyesha kuwa nyinyi munazishukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kitendo cha watu kuchinja wanyama, hii ni katika sha'airillah, ni katika kuzitukuza nembo za Allah subhanahu wa ta'ala. Wanyama hawa kwetu sisi wana kheri nyingi, tunaweza kuchinja tukala nyama zao. Wanyama hawa Allah ametujalia tunaweza kunywa maziwa yao. Wanyama hawa tunatumia sisi ngozi zao. Wanyama hawa tunawatumia sisi kwa matumizi mbalimbali. Lakum fiha khair, ndani ya wanyama hawa mna kwa wanyama hao kwenu nyinyi Waislamu khairi nyingi. Fadhkuru isma Allahi 'alayha sawaf, basi mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala juu ya wanyama hao wakati wanapokuwa wamesimamishwa kwa miguu yao mitatu, kwa maana mguu mmoja unapokunjwa ile mitatu, mguu mmoja unapokunjwa ile mitatu ikabakia. Wakati unapotaka kumchinja unatakiwa umdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na ukisha kumchinja tayari fa idha wajabat junubuha, idha saqatat, anapodondoka chini, basi wakati huo ni ruhusa kwenu nyinyi kumla mnyama huyo. Fakulu minha, kuleni katika mnyama huyo. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, na muwalishe wale wenye kukinai waliojitosheleza kutokamana na kuomba. Alqani' ni yule muhitaji, lakini katika khuluqa yake hapendi kuomba. Ukimjua kwamba huyu ndugu yangu Muislamu ndani ya siku hii ya Eid hana kitu na hana tabia ya kuomba, usilazimishe kwamba wewe ni bwana mkubwa lazima ufuatwe, kwamba mbona haji, mbona kama ana shida niambie. La, sio hivyo. Muislamu hatakiwi kuwa hivyo. Unatakiwa ujue hali ya ndugu yako Muislamu, kwamba huyu ndugu yangu ana shida ya kimaisha, lakini katika maumbile yake mwenyewe hapendi kuomba. Kwa hiyo unamkisia ndugu yako Muislamu na unampelekea sadaka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tabia ya kwamba mpaka ufuatwe uombwe, ulalamikiwe, unyenyekewe, umwinyi huo kwenye Uislamu hakuna. Ndugu zangu Waislamu, tuwalishe wale watu ambao wamejitosheleza kutokamana na kuomba, lakini tuwalishe pia wale wanaokuja kutuomba. Umechinja mnyama wako, wamekuja watu, wamekuja kwa ajili ya kuchukua nyama, usiwatusi, usiwatukane, usiwadharau wala usiwakejeli. Kama unacho kipo wapatie,
hakuna waambie ndugu zangu nimegawanya kimeisha, bila matusi. Mambo yanaweza kwenda bila matusi, bila kuchukiana, bila kudharauliana. Na huu ndio Uislamu anaotufundisha mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. aqulu ma tasma'una wastaghfirullah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. ndugu zangu Islam, katika matendo yanayofanywa ndani ya masiku matatu ya kuchoma nyama ayamu tashriq ni watu kudhihirisha furaha zao na watu kushirikiana na watu wa majumbani mwao, hasatan katika kula nyama. Usimchinje mnyama ukamweka kwenye freezer peke yako, unadokoa taratibu mpaka wiki inaisha. Wallahi si utaratibu wa Uislamu, na huo ni uchoyo na ubinafsi. Natakiwa mtu ashirikiane na ndugu zake Waislamu katika furaha. Kadhalika miongoni mwa amali zinazofanywa ndani ya masiku ya kuchoma nyama ni kukithirisha kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala na watu kupiga takbira. Ni wajibu kwetu sisi Waislamu ziwe ndimi zetu zipo majimaji kwa ajili ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Tupige takbira na tumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kila wakati. Kuna takbira ambazo zimewekwa kila baada ya swala za faradhi. Anasema al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, wa yukabbiru fi ayami at-tashriq ar-rijalu wan-nisaa, na wanapiga takbira katika masiku matatu haya ya kuchoma nyama wanaume na wanawake, wal-abidi was-sibyan, lakini kadhalika na watumwa na watoto, wa ahlul badiya, na watu wa vijijini, watu wa shamba huko ndani, wal-musafirun, na wasafiri wote hawa. Wa kullu muslimin salla fi jamaa, na kila muislamu anayesali jamaa au wahdahu au anayesali peke yake anatakiwa amdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tusmi'u almar'atu nafsaha at-takbir, lakini mwanamke hatakiwi kutoa sauti kubwa wakati wa kupiga takbira. Anatakiwa sauti hile awe anaisikia mwenyewe. Ni mmoja mwanamke huyo kanat fil masjidi au fi baitiha, yupo msikitini au yupo nyumbani kwake. Allah subhanahu wa ta'ala akatuhimiza ndani ya masiku haya kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimati al-an'am. Lakini ndivyo ilivyoeleza Allah subhanahu, fa idha afadtum min arafat fadhkuru Allah 'inda al-mash'ar al-haram واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ndugu zangu Waislamu, ni kawaida ya nafsi za wanadamu kwamba mwanadamu anapofanya kazi fulani huwa mwili wake unachoka na akili yake pia inachoka. Allah alipoona kwamba hawa watu wamefanya haji, wengine wamefunga, wamechinja, wamechoka, Allah akaamrisha pamoja na kutoka kwetu tujilazimishe na jambo la kumdhukuru yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, fa idha qadaytum manasikakum, mnapomaliza ibada zenu za haji, fadhkurullaha, mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala, kadhikrikum abaakum au ashadda dhikra, kama mnavotaja wazazi wenu, mnavowataja baba zenu, au ashadda dhikra. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anaeleza sababu ya aya hii. Kwa nini Allah amewaambia watu mtajeni Allah kama vile mnavowataja baba zenu na zaidi ya vile mnavyowataja baba zenu? Asema Ibn Abbas, kana ahlul jahiliyati yaqifuna fil mawsim, walikuwa watu wa jahiliya husimama kwenye misimu kama hii. Msimu umeisha, anategea mahali anajimwagia misifa. Fayaqulu ar-rajulu minhum, mtu anasema, kana abi yut'imu, baba yangu alikuwa akiwalisha mahujaji, akitoa sadaka. Wayahmilu al-hamalat, mzee wangu mimi alikuwa akibeba mizigo ya watu wanaokuja hija. Wayahmilu ad-diyat, laysa lahum dhikrun ghayra fi'li abaihim, baba yangu alikuwa akiwalipia watu madeni.
akiwakomboa watu, hawana chengine zaidi ya kutaja yale mema ya wazee wao. Faanzala Allahu hadhihi alaya, Allah akaiteremsha aya hii kwamba nyinyi matendo ya hija yanapoisha msikae kwenye vigenge mkasimulia kwamba sisi bwana tuna matendo mazuri haya na haya na la. Badala kuhesabu hivyo, basi nyinyi mdhukuruni Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikri ya Allah itaongeza kheri katika kapu lenu la thawabu. Hii ikawa ni sababu ya kushuka aya hii. Kwa hiyo wakaamrishwa wamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiyo maana zikaekwa takbirul muqayyad, takbiri zilizofungwa na sala baada ya sala za faradhi. Takbira hizi huwa zinaanza alfajiri ya siku ya Arafa na zinaisha ile siku ya tatu, kwa maana siku ya 13 ndiyo takbira zinaisha. Kwa hivyo tunapiga takbira kila baada ya swala mpaka siku ya 13 baada ya sala ya alasiri. Hapa ndipo takbira zitakuwa zinaisha. Na miongoni mwa umuhimu wa takbira hizi, wanasema wanachuoni kwamba hata mtu akisahau kupiga takbira, anatakiwa wakati wowote atakapokumbuka asipige takbira zile. Umeswali ukamaliza ukawa umesahau kupiga takbira, basi wakati wowote utakapokumbuka basi uzipige takbira hizi, kwa sababu takbira hizi ni takbira muhimu mno ndani ya masiku haya ya kula na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wamdhukuru Allah masokoni, wamdhukuru Allah majumbani mwao, wamdhukuru Allah misikitini, wamdhukuru Allah njiani, kwenye kazi zao, na kila sehemu watu wadhihirishe sha'air ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, walikuwa masahaba radhiyallahu anhum, akiwemo Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, akipiga takbira na watu wakipiga takbira kwa kumfuatilizia yeye baada yake. Kadhalika masahaba wengi walikuwa wakipiga takbira kwa nguvu, kwa sauti, ili watu wapate kuiga kheri ile, kwa sababu wao walijua fika kila ukimfundisha mwenzako kheri, ukiwa wewe ni sababu ya mtu kufanya kheri fulani, basi na wewe unalipa ujira sawa na yule ambaye ameifanya kheri hiyo. Ndugu zangu Waislamu, tumdhukuruni Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la mwisho katika siku ya Eid kama hii ni siku ya watu kutembeleana, siku ya watu kufanyiana ziara, siku ya watu kuwakumbuka ndugu zetu ambao siku nyingi bado hatujawakumbuka. Tuwakumbuke hata angalau kwa kuwasalimia, kama hatuna cha kuwapa, angalau kwa kupiga simu na kuwasalimia ndugu zetu Waislamu, ndugu zetu waumini, ndugu zetu wa damu, ndugu zetu wa familia. Leo ni siku ya furaha, siku ya watu kuungana, wala sio siku ya watu kutengana, ndugu zangu Waislamu. Lakini kadhalika watu wachinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila Muislamu mwenye uwezo wa kuchinja achinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala asiache kuchinja, kwa sababu masiku haya bado yapo mpaka siku hizi 3 ziishe. Ina maana masiku haya bado yapo. Ikiwa hujafanikiwa leo, basi kesho kutwa uchinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, upambane uhakikishe umemwaga damu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.